Kama ambavyo nafahamu kwamba dabi ya Kariakoo imemalizika muda mchache uliopita na Yanga ameshinda goli 1-0. Twende tukatazame wapi ambapo Yanga alifanikiwa na wapi ambapo Simba alikwama, kwa maana Yanga akashinda lakini pia Simba akapoteza mchezo. Kwanza kabisa ulikuwa ni mchezo wa kwanza kwa kocha Romain Folz, mchezo wake wa kiushindani katika dimba la Benjamin Mkapa, mchezo wa dabi ya Kariakoo, dabi yake pia ya kwanza akiwa na Yanga. Lakini kwa kocha wa Simba na Fadlu Davis, yeye haukuwa mchezo wake wa kwanza akiwa na Simba, lakini ulikuwa ni mchezo ambao dabi yake ya tatu, amini ya nne, kwa sababu msimu uliopita walikutana, hakushinda mchezo hata mmoja, na leo ni mchezo mwingine pia alikuwa anapata nafasi ya kujiuliza kwa mara nyingine na kuangalia namna gani ambavyo anaweza kutengeneza ushindani mkubwa sana kuelekea msimu mpya. Okay, ligi kuu pia imefunguliwa kwa matokeo hayo. Tuanze na kile ambacho kinatokea katika pande zote mbili katika ile maeneo muhimu, eneo la ulinzi kwa upande wa Yanga, kwa upande wa Simba, eneo la kiungo kwa upande wa Yanga, kwa upande wa Simba, lakini pia kwa upande eneo la kushambulia kwa upande wa Yanga na kwa upande wa Simba. Eneo la kwanza, eneo la ulinzi. Eneo la ulinzi la Yanga unaona lilikuwa limejitahidi kutengeneza mazingira ya kulinda mtu, yani kwa maana kukaba mtu lakini pia kukaba nafasi kulingana na vile ambavyo mtu anakuja. Timing yao ilikuwa bora sana kwa namna walikuwa wametengeneza mazingira kwa nyima uhuru safu washambuliaji ya Simba na walifanikiwa. Na hapa namzungumzia Dickson Job pamoja na Ibrahim Abdullah. Lakini pia kwa upande wa Simba kwa namna pacha ya Rushin Deriak na Abdulrazak Hamza kabla hajatoka akaingia Shamu Karabu, kuna namna ilikuwa imefanya kazi nzuri mpaka pale ambapo tulivyoshuhudia kwamba Yanga wanakuja kivingine na kuja kufanya mabadiliko ambayo leta madhara makubwa sana kwa upande wa Simba. Ukitazama kwa kile ambacho kimetokea, shape ya Simba ilikuwa ni shape nzuri sana. Ulikuwa unaona ule msingi wa kuanzisha mashambulizi. Rushin Deriak na Abdulrazak Hamza ama Shamu Karabu ulikuwa unaona muda wote wako walinzi wawili wakitokea chini kabisa juu yao. Alikuwa ni either simame Alassane Kante ama Kagoma akianzisha shambulizi. Kwa kuna shape fulani hivi walinzi watatu walikuwa wanaonekana. Wakati huo Shomari Kapombe pamoja na Nabi Kamara wanasogea kidogo juu ili kutoa nafasi ya kupiga pasi ziwe ziende sehemu nyingi sana. Walifanikiwa kwenye hilo eneo. Hata ule muda ambao pia Musa Kamara alikuwa anaingia ndani ya uwanja, ulikuwa unaona Simba wanapata faida mtu mwingine wa ziada, lakini bado haikuwa faida sana katika eneo la katikati la uwanja kwa sababu Kagoma pamoja na Alassane Kante hawakuwa na mtu ambaye anaweza kuwalainishia kazi zao baada ya kukaba na kufanya interception kwenda katika lango la timu pinzani. Hapa namzungumzia Jean Charles Ahoua, hakuwa na mchezo mzuri, hakuwa anaonekana mpaka pale ambapo kwenye matukio nasema ya kupiga mpira uliokufa ndio ulikuwa na Jean Charles Ahoua, kitu ambacho kinazua maswali mengi sana. Ni namba 10 wa aina gani ambaye anaweza ama ni namba 10 ambaye anaonekana tu wakati wa kupiga mpira uliokufa, kwa nini sionekane katika mazingira mengine? Hapo ndiko ambako pia Simba walikuwa wanachelewa kufanya maamuzi yao, kitu ambacho pia ilikuwa ni sehemu faida kwa Yanga. Yanga walikuwa na Duka Buya, Azizi Ndabwile, walikuwa pia na Mudathir Yahya juu yao, ambako pembeni kwa kuna Max Nzengeli pamoja na Pacome Zouzoua. Walifanikiwa kuwaharasi Simba muda mwingi walipokuwa wanapata mpira, na hii kapelekea Yanga kupokea mpira ama kukaa na mpira muda mwingi zaidi kuliko ambavyo Simba walikuwa wanakaa na mpira. Ni Simba akipata mpira, Yanga wanakwenda kufanya pressing, wanapiga pressure mpaka wanapoka mpira. Kwa Simba akawa hawakai na mpira kwa muda mwingi kama ambavyo Yanga walikuwa wanakaa na mpira. Hali ambayo nao pia Yanga haja kuwa changamoto ni kwamba sawa unakaa na mpira, unaufanyia nini? Leo Pacome Zouzoua licha kufunga goli hakuwa na mechi bora. Yaani hakuwa na mechi nzuri. Yes, amefunga, matokeo yamekwenda ya ushindi kwa Yanga, lakini performance yake the rest ukienda kuipima mbali na goli, hakukuwa na waliweza kumdhibiti Simba kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo ikapelekea kuwa na watu ambao wanaweza kukaba sana, wanaweza kutiwa mpango wa pinzani, lakini kwenye kunyumbulisha timu na kufanya timu ibadilike ama icheze, hapo kuna changamoto kubwa sana. Tukashuhudia kipindi cha pili kocha Romain Folz akafanya mabadiliko, akamuingiza Mohamed Dumbia na Mudathir Yahya akatoka. Hapo ndiko ambako Yanga ilianza kuonyesha zile hatari zake, namna inavyonyumbulika, timu ilivyokuwa inasogea, ilivyokuwa inatengeneza nafasi. Unaona kabisa walikuwa na wakati mzuri baada ya kufanya mabadiliko. Wakati kwa upande wa Simba hata Elim Panzu na Kibu Dennis
walijaribu kubadilishiwa mbinu, kwa maana ya kocha Fadlu alijaribu kubadilisha mtindo wa kucheza wa Simba ili uweze kuwanufaisha kwa kutoka kucheza pasi kawaida mpaka wapige mpira mirefu, na lengo lilikuwa ni kuwafikia kirahisi. Alijaribu hivyo. Musa Kamara alipiga mpira mmoja hivi kwa mzuri sana Kibu Dennis, lakini pia alijaribu Rushin Deriak katika eneo la ulinzi kwa eneo la juu, lakini bado haikuwa nzuri kwao, kwa sababu Dickson Job alimlinda kwa muda mwingi Kibu Dennis. Ahmad Baka kwa maana Abdullah alimlinda sana Elie Mpanzu, lakini pia alimweka kolokoloni kwa muda fulani. Namzungumzia hapa Steven Dese Mukwala ambaye alikuwa mshambuliaji wa Simba. Kwa hiyo mipira mirefu ilikuwa inafika, lakini cha ajabu katika mipira mingi pia Dickson Job alikuwa anafanikiwa kuwini mpira juu. Kwa kimo yeye na Mukwala vilikuwa vitu vile tofauti, kwa energy pengine ile jitihada zake ndizo ambazo zilimfanya kushinda bato zake dhidi ya Kibu Dennis, dhidi ya nyota wengine ambao walikuwa wanapata nafasi katika eneo la box kwa upande wa Simba. Kurudi kwa upande wa Yanga, baada ya kufanya mabadiliko, safu yao ya ushambuliaji pia ilifanya mabadiliko mengine ambao pia alikwenda kuongeza hali ya uhatari kwa upande wa Yanga. Aliingia Clement Mzize, lakini pia akaingia winga yule Celestine Ekwa. Unaona kabisa Celestine Ekwa kasi, manake waliongeza kasi katika eneo la kushambulia. Kumuingiza pia Clement Mzize ni kwenda kwa keep busy wale walinzi wa Simba muda wote, lakini pia kuongeza kasi ya mchezo. Ukiangalia hayo ni maeneo ambayo alijitahidi sana yafanye vizuri, ama yalikwenda kuamua mchezo kwa namna moja ama nyingine, bila kujali historia ya walimu ilikuwaje, lakini pia historia ya baadhi ya wachezaji ilikuwa inazungumza nini, ubora kiasi gani kwa hao wachezaji wa pande zote mbili. Ni wazi kwamba mipango ilikuwa mizuri, lakini kosa dogo ndilo ambalo limekwenda kuonyesha utofauti mkubwa sana kwa pande zote mbili. Ndiko ambako ngao jamii tumeona imetoka ama imekwenda kwa Yanga kwa msimu huu. Ukitazama kwa baadhi ya matukio ambayo yanajitokeza, bado Simba wanahitaji nguvu kubwa sana. Unaweza ukasema kumkosa leo hii mchezaji kama Jonathan Soa kulikuwa na hiyo changamoto, ama kuchelewa kuingia pia kwa Selemani Mwalimu kulikuwa na changamoto, kwa sababu muda ambao Simba walihitaji mtu kwenye box la Yanga, Steven Dese Mukwala hakuwepo, alikuwa anatembea pembeni ama alikuwa anatembea katika maeneo mengine, hali ambayo inasababisha hata ukipiga mpira kunakuwa hakuna mtu ambaye anapokea ama anauhold ule mpira mpaka watu wengine wajitokeze. Alivyoingia Mwalimu, naona ile action ya haraka ikachukuliwa na safu ya ulinzi ya Yanga, lakini pia kutengeneza mazingira kumbugu muda mwingi, na aliupata mpira mara kadhaa. Mwalimu akaonyesha ile hali yake ya uhatari. Ukitazama kwa kile ambacho kinatokea kwa pande zote au kwa wachezaji wa pande zote mbili katika eneo la kushambulia, pia walikosa utulivu. Kibu Dennis alipata nafasi kwa upande wa Simba, Mwalimu pia alipata nafasi kwa upande wa Simba. Ukienda kwa upande wa Yanga, Dube alipata nafasi. Ukijaribu kuangalia pia nyota wengine ambao walipata nafasi kwa upande wa Yanga wakashinda kuzitumia. Eneo lingine ambalo liliamua mchezo ni eneo la magolikipa. Yes, leo hii Djigui Diarra, mashabiki wa Simba watakuwa na mlaumu sana, kwa sababu amefuta mipira zaidi ya miwili ambayo ingeweza kupeleka hatari kubwa sana kwa upande wa Yanga kuruhusu goli zaidi ya moja kama singekuwa anagusa mipira. Maana yake amekuwa na wakati mzuri sana, nafanya save za maana sana, lakini pia hata ule ujanja wa kupoteza muda kuanzisha mashambulizi, vyote hivyo alifanya na kuonyesha ubora mkubwa sana. Lakini ukirudi kwa upande wa Simba, Musa Kamara naye pia ni miongoni mwa wachezaji ambao walitengeneza mazingira ya ugumu kwa safu ya ushambuliaji ya Yanga, kiasi ambacho tumeona goli moja likipatikana. Kitu pekee ambacho ninaamini mchezo huu umetoa taswira ya namna gani ambavyo timu zote mbili zilijiandaa vizuri kuja kwenye hiyo dabi ya Kariakoo, lakini pia kuelekea msimu mpya. Bado makocha pande zote mbili wanahitaji muda kukaa na timu zao, kujua kipi ni kipi, upi ni upi. Kidogo kwangu performance ya Azizi Ndabwile imenipa surprise. Sikutegemea kumuona akiwa tulivu namna ile, kiweza kufanya kazi ya kuimeza pressure ya mchezo wa dabi, sababu dabi yake ya kwanza anacheza, japo alikuwa tangu msimu uliopita akiwa na Yanga. Kwa hiyo ni moja ya dabi ambayo ilikuwa na maelekezo mengi sana kiufundi, lakini pia wachezaji walitendea haki maelekezo makocha wao, lakini kosa dogo tu ndio ambalo lilileta tofauti mkubwa sana wa mchezo wa dabi ya Kariakoo leo hii kati ya Yanga
dhidi ya Simba. Hii ni Ngale Sports, usisahau kusubscribe.